Changamoto ya pili, lakini changamoto ya tatu, kukatishwa tamaa na watu kwamba hauwezi kufika mbali, haujui, haufanyi hit song. Kwa hiyo hivyo vitu vipo. Hizi ni changamoto kubwa sana. Okay. Ni kitu gani kilikufanya usikate tamaa mpaka leo? Okay, cha kwanza nimejifunza kwa baadhi ya watu ambao wametoboa kwenye maisha. Naweza nikamwongelea mmoja, si vibaya kumsemea mtu, Sio vibaya. Kwa sababu pia mazuri tunajifunza kwa watu, mabaya pia tunajifunza kwao. Kwa hiyo ujasiri nimeupata kwa Harmonize, lakini kwa Chief Godlove, lakini kwa Alikiba pamoja na Diamond. Harmonize wakati ameenda BSS, Master J na Madam Rita walimwambia hajui, hakukata tamaa, aka struggle, lakini akakomaa, akarudi kwenye game, akapambana mpaka leo tunaona Harmonize ni msanii mkubwa sana East Africa. Lakini cha pili ni kwa Chief Godlove. Chief Godlove mimi nimeanza kumfahamu muda kidogo, lakini kwenye mitandao ya kijamii akiwa Mbeya kule na haso kabla hajajipata. Alikutana na changamoto nyingi, lakini alivyokuwa amejipata kana post baadhi ya vitu vyake alitukanwa sana, kaitwa mshamba na nini, lakini hakukata tamaa. Mpaka leo tunaona mtajiri mkubwa tu na maisha yanaendelea. Kwa kuna interview nilisikia ya Alikiba na Diamond zilikuwa zinafanana kwenye maongezi, kwenye speech zao, kwamba usisikilize watu wanasema utatoka lini, cha msingi wewe pambana, usikate tamaa. Na wao wameshatoboa tunaona. Kwa kupitia wa watu nimekuwa jasiri wa hili, siwezi kukata tamaa mpaka siku Mungu atanichukua duniani. Okay. Lakini pia mashabiki zako wangependa kujua kitu kimoja. Yeah. Mpaka sasa ni miradi ipi au ni nyimbo ngapi tayari umeshaziachia? Nyimbo official nilizoziachia mpaka sasa hivi kwenye YouTube account yangu pale chini mwamba, za video ziko 3. Ya kwanza ni Asali, ya pili ni Kumbuke, niko na Kana Zroani. Okay. Lakini ya 3 ni hii ambayo nimeachia juzi, nafikiri mpaka sasa hivi na wiki 2, inaitwa Tunapendana. Lakini hapo nyuma kuna pale kwenye ile account kuna zingine zina cover ziko 2 ambazo nilipandisha na platform. Moja inaitwa Sina Baya ni piano, lakini ya pili iko pale inaitwa Tucheze, yenyewe ni 7. Lakini nina nyimbo nyingi sana, nyingi mno ambazo sijarekodi, ambazo nimerekodi, kama nyingine nimefanya na Yogurt, hivi soon itatoka. Kwa hiyo nyimbo zipo, kikubwa tu ninachoomba kwao support, kwa sababu hatuna kitu mzee, tunapambana. Kwa bado sijatoboa, mimi ni underground. Yeah. Kwa msaada wao, ukiingia kwenye YouTube account yangu, akisubscribe, share, comment, kwa viewers zinaniongezea. Lakini pia kuna baadhi ya watu hawaomba cash, maana unakuta muda mwingine sina hela kwenda studio, wana support. Kwa hiyo ngoma ndo ziko hivyo na ziko nyingi, na natamani kufika mbali sana. Natamani hata kuvuka kufanya video na baadhi ya madirector, lakini pia baadhi ya studio, kwa sababu tunatamani kufanya muda mwingine video nzuri zaidi ya hizi ambazo naziona, lakini budget hakuna. Tunashukuru Mungu, madirector tunawatumia wanatusaidia pia, kwa sababu kwa uwezo wetu wanatubeba hivyo hivyo. Kwa tunashukuru. Kwa nyimbo zipo nyingi, support yao ndio kitu cha msingi sana nachokiomba kwao. Yeah. Na lingine ni ambalo watu wengi wangependa kujua, labda ni kazi ipi au nyimbo gani ambayo wewe mwenyewe unajivunia, yani ukisikiliza mwenyewe unasema hapa kweli nilifanya kitu, na ni kwa nini unajivunia hiyo nyimbo? Mimi naamini nyimbo zote ni nzuri. Okay. Na huwa nazipa kipaumbele, lakini katika nyimbo ambayo imepokewa kwa ukubwa ni hii Tunapendana ambayo nimeachia juzi. Lakini na nyimbo kali zaidi ya hizo ambazo hata nikisema najivunia hiyo tu itakuwa haitoshi. Ila nashukuru Mungu kwamba Tunapendana imekuwa na mapokeo makubwa mpaka sasa hivi kiangalia YouTube inaenda vizuri, inatembea. Kwa hiyo zote mimi naona ni kali tu.
ila hii kidogo imegonga mioyo ya watu zaidi. Yeah. Sawa sawa. Umesema umetoa nyimbo nyingi kadha wa kadha, lakini pia swali ninalopenda kuuliza kuhusu nyimbo ni ujumbe gani ambao mashabiki zako wanaupata kutokana na nyimbo zako? Aina ya muziki naofanya mimi nachanganya ujumbe. Yeah. Kuna muda nimeimbia maisha, lakini kuna muda mwingine naimbia mapenzi kwa sababu ya dunia ilivyo kwa sasa. Lakini mapenzi naimba kwenye nafasi mbili, kuachwa na kupenda pia, na hivi ndio vitu ambavyo kwa sasa hivi vipo. Kwa hiyo naimba kwenye nafasi mbili, lakini nachanganya ujumbe. Okay. Staili yako ya muziki ni ipi na unaiwezaje kuiweka tofauti na watu wengine? Staili yangu ya muziki ni bongo flava kama nilivyosema awali. Okay. Utofauti ni mashairi na ladha, kwa sababu watu wanaimba wengi, na kila mtu ana ladha yake na kila mtu ana mashairi yake. Yeah. Kwa hiyo kulingana na muziki wa sasa hivi ulivyo, wasanii ni wengi na wengi wanafanya hit. Kwa hiyo ni wewe unavyokuwa serious na jambo lako. Kwa mimi nimeamua kufanya game ni mapenzi yale ambayo yameimbwa toka siku nyingi. Yeah. Lakini najaribu kwenda kwenye njia zingine tofauti, sababu kina J Melody wanaimba, kina Kusa wanaimba, kina Mbosso wanaimba, unaona, lakini najaribu kutengeneza ladha nyingine tofauti na ya kwao wao, ili niweze kusikika kwa haraka, sababu wao tayari wameshatoboa. Kwa hivyo ndivyo nilivyo kwenye game. Okay. Na ni wasanii gani wakubwa kwako ambao ni inspiration? Okay, wasanii wakubwa, yani mimi in short nafuatilia wasanii wote wa Tanzania, kwa sababu naamini wanafanya kazi nzuri, nawapenda, natamani kufika level walioko, lakini pia natamani support yao, hata kama watakuwa wameona baadhi ya nyimbo zangu social media, watakuwa wamefuatilia interview zangu. Mimi nachoomba kwao ni msaada, kwa sababu wote mimi naona ni bora tu, naona kazi zao ni nzuri, napenda na nazifuatilia, maana najifunza kwa kupitia wao. Kwa hivyo tu. Yeah, okay. Ukisikia jina Tini Mwamba unataka mashabiki wakuhusishe na nini hasa? Nikisikia Tini Mwamba, cha kwanza, yeah, mpaka jina Tini Mwamba limekuwa lina trend, yeah, ni muziki. Kwa likitajwa sana, natamani walitaje katika muziki. Okay. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho mimi napenda, kwa sababu Tini Mwamba ndio jina halisi la mimi msanii kwenye usanii wa muziki. Kwa hiyo hicho ndio ninachotamani iwe hivyo. Okay. Yeah. Na umeshawahi kupata support au reaction kwa mashabiki ambao kutarajia? Ndio. Ni wachache. Unajua mazingira nyumbani sana, yeah, hatujapewa respect tofauti na nje. Niliwahi kuwa nafanya nyimbo video, yeah, na nikumbuke, yeah, wakati ambapo nimefanya Asali nyuma, watu walikuwa natamani nifanye nyimbo nyingine, ana walihisi labda nimebahatisha. Kwa wakati nikumbuke nataka kufanya, sina pesa kufanya video, maana audio tayari nilishafanya ipo. Yeah. Sasa nikakutana na Rajabu, sijui mnamfahamu, Aramwiche Rajabu akaniambia, bwana, nasikia una nyimbo. Maana kuna siku nilikuwa kwenye show za West Champion. Yes. Aliniona nikiperform. Kwa hiyo alivyojua naimba, akajaribu kunifuatilia kwa uchache. Kwa hiyo alivyogundua kwamba nina nyimbo na nyingine ambazo sijafanya video, akanitaka niende nyumbani kwake. Nilienda, alinisupport hela kumlipa director, lakini kuna Mose Limo pia naye alisupport, kuna kina Paulo, kuna kina Ngonda, kuna kina na wengine wengi, kina Oliver.
Kwa hiyo ile kidogo ni watu wa nyumbani, nikajisikia amani kwamba hata watu wa nyumbani sasa wameamua kunishika mkono. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza ambacho niliwahi kujivunia kwa mashabiki zangu. Okay, vizuri. Lakini pia kwa mashabiki ambao wanapenda sana kusikiliza nyimbo zako za hapa na pale, wanapenda kufuatilia, kujua muziki wako na vitu kama hivyo, wangependa kujua labda muziki umebadilisha vipi maisha yako ya kawaida? Okay, muziki bado hujaanza kunipa pesa, bado hujaanza kunilipa, ila kilichoongezeka ni watu wamenijua kwa ukubwa kwa kupitia muziki, lakini zaidi ni kwamba mimi najishughulisha na shughuli ndogo ndogo, hususani kinyozi, lakini pia library za kubani nyimbo. Wow. Kwa hiyo kwa kupitia muziki watu kunifahamu sana. Yes. Ukaniongezea wateja, kwa sababu kila mtu sometimes anatamani aje ofisini kwangu anione tuzungumze. Yaani hicho ndo kitu kilichobadilika kwa kupitia muziki, lakini sio pesa, bado sijaanza kupata hela kwenye game. Ni show moja moja, kwa mfano tunaenda West Champion tunalipwaga, kuna show zinatokea hai kule, washikaji wanatuita, unaenda napata riziki kidogo, maisha yanaendelea. Yeah. Sawa sawa. Lakini pia ukiachana na muziki chini mwamba, kipi ambacho unapenda kukifanya kila siku katika maisha yako ya kawaida? Nachopenda kukifanya mimi bwana, kama nilivyokuambia, shughuli zangu ni hizo. Napenda kuwa ofisini kwangu kwa sababu ndo napata riziki hapo, nabani nyimbo na nyoa. Hayo ndo maisha yangu ya nje ya game, nje ya muziki. Hayo ndo maisha yangu nayoishi. Okay. Yeah. Okay. Sawa sawa Tini Mwamba. Na lakini pia unajiona wapi katika miaka 5 ijayo wewe kama msanii? Kwa kumtegemea Mungu, Yeah. Naona nitakuwa mbali sana, kwa sababu nachokiamini hivi, hata hii nyimbo niloitoa hii tunapendana, ambao ni ya juzi tu, ina wiki 2, namna ilivyopokewa kwenye YouTube wangu, naona kabisa kwamba milango itafunguka. Na kwa kupitia hii interview, naamini kuna watu watanisupport kwa ukubwa sana. Naamini kuna wasanii wataisikia pia watanisupport, kwa sababu tumeona kuna watu wameshikwa mkono wameenda. Sawa sawa. Kwa hiyo tunaamini kwamba itakuwa sawa tu. Okay. Kuna project au collab yoyote ambao mashabiki wanapaswa kuisubiri kwa sasa hivi? Zipo, sio moja. Kuna collab na Odijambo, Mambo Squad. Lakini nimetoka kukuambia tena na nyimbo nyingine ambayo nimefanya na msanii anakaa Arusha, anaitwa Yogurt. Yaitwa Mi Amore. Ni kali sana. Kwa hiyo hizi ni kali, ni hit song. Kwa hiyo asubiri tu zinakuja uhakika. Na ujumbe wako ni upi kwa vijana ambao wanatamani kuingia kwenye sanaa ya muziki lakini wanaona ni ngumu? Hilo swali nitajibu kwa ninavyoweza, kwa sababu mimi nachokiamini kwamba kitu kama ni talent yako utasikia wito. Kama ni kitu ambacho Mungu amekiweka kwako, utaanza kujisikia tu kwamba unajisikia kufanya, kama football tu. Kama una hiyo talent, utaanza kujisikia unafanya na hautaona ugumu kwenye hilo, hata ukutana na changamoto. Kwa kitu chochote kizuri au mafanikio huwa hayaji kirahisi, yana changamoto, yana njia ngumu, lazima uzipitie ili uweze kufikia malengo yako. Kwa kwenye hiyo talent ya pambane tu, pambane. Uweze kujua, si unaweza kuwa umeanza yeye hajaanza, akawa yeye kwanza kutoboa. Kwa maisha hapo hivyo, ndugu yangu. Okay, basi naona tuingie kwenye maswali ambayo ni haraka kidogo. Msanii anayekufanya ambaye unatamani kufanya naye collab naye ni nani? Wasanii ni wengi natamani, kwa sababu nilishasema awali kwamba kwa wasanii wote mimi nawaona kwa unajifunza waliotangulia,
na yoyote yule natamani kufanya naye collab. Na hata Instagram zao nimejaribu kuwatag wengi tu, baadhi ya wachache wamejibu, wengine bado, lakini silaumu kwenye hilo. Naona tu ni ubize ambao wako nao. Unajua kuna level ukifikia ubize unaongezeka zaidi. Kwa hiyo sijawahi kuweka lawama hata kwa ambao hawajawahi kunijibu, lakini natamani kufanya collab na wasanii wote, karibia wote waliotoka kwa muda, kwa nafasi zikipatikana. Huwezi kufanya nao wasanii wote labda Tanzania collab, lakini yule ambaye labda nikiwa wa kwanza kumtext au akiwa wa kwanza akaona ana haja ya kunisupport, yoyote yule mimi niko tayari. Na ni chakula gani ambacho unapenda zaidi? Chakula mimi nakula chakula chochote bro, kulingana na maisha niliyokulia. Mimi sijakulia kwenye maisha ya bata sana. Mimi mtoto wa kimaskini mzee. Tamasha au show ambao unaifurahia zaidi wakati ukiwa unaifanya ni ipi? Show mimi nikiwa stage huwa nafurahi. Nikishakuwa nimepanda stage nikitazama mashabiki wanavyonipokea, kelele, shangwe zile, na enjoy sana, nafurahi kwa kweli. Vizuri. Na ni wimbo gani ambao mwenyewe binafsi unaupenda zaidi kuimba? Kuimba. Cheza wa kwako au wa msanii mwingine, lakini unaupenda zaidi kuuimba. Kwa sasa hivi nyimbo naimba, napenda nyingi kuimba. Naimba nyimbo sana za kwangu ambayo zimeambatana, zimetoka kwa nyakati moja, zote ni za Bongo Flava. Imetoka ya kwangu Tunapendana, ilitoka ya Mbosso, inaitwa nyimbo naipenda sana mpaka imejaa kichwani, unajua. Naelewa. Inaitwa nini jamani? Kulikuwa kuna ugomvi juzi hapa kwenye social media hizi, nyimbo ya kwake ambayo mpaka sasa hivi nafikiri bado ina trend. Inaitwaje? Nitakumbuka tu. Ambayo ilitoka hii ya Mbosso, ikatoka na hii ya Kusa huyu hapa. Kwa ni nyimbo ambazo ninapenda kuziimba kwa wakati mmoja, sababu nikitazama namna zilivyo ni nyimbo tulivu ambazo anaweza akaimbiwa mtu akamwimbia mpenzi wake. Sasa una stress ukatulia ukasikiza nyimbo, maisha yakaenda poa. Okay, lakini kabla hatujamaliza ningependa kukuuliza swali lingine. Unawaambieje au unawasapoti vipi kwa wale waigizaji wa sanaa ya filamu? Okay, Matad Gang. Matad Gang kwa kweli ni waigizaji wazuri sana. Mimi mwenyewe nimekuwa nikifuatilia tamthilia zao, na mimi nimekuwa mshabiki wao sana, kwa sababu nikiwa nimeshamaliza kufanya harakati zangu labda mazoezi nini, napenda kurefresh na movie. Kwa hiyo nimekuwa kipaumbele sana kufuatilia movie zao hata kwenye mitandao. Pale kuna watu wana vipaji vikubwa sana wote. Kwa wachache nitawataja. Pale kuna Irene Mazangate, kuna Dijaro, kuna Rafati, kuna Dula Asian pale. Lakini pia kuna Leo, kuna Asu. Wapo wengi sana. Mimi cha kuwashauri ni wawe serious. Wasikate tamaa. Yaani kama kuna namna wanahisi uvivu au wanasikia maneno ya watu kwamba hamwezi kufika mbali, hamwezi kutoboa, haba hamwezi kufanya chochote, mimi niwaambie tu kwamba hakuna mtu anayependa kumuona mwenzake anafanikiwa. Kwa ushauri wangu kwao, kama mshabiki wao wa movie, mimi nachokiomba kwao, waungane kwa pamoja kama jinsi ambavyo wapo, wawe serious na jambo lao, wapite njia moja, washauriane kwa pamoja, wapendane, lakini pia wawaze jambo moja. Wanaweza kufika mbali sana. Wana vipaji vikubwa mno. Najivunia kuwa na wasanii kama wale kiasi mmoja. Huo ndio ushauri wangu kwa. Okay, asante sana Tini Mwamba kwa muda na wakati wako huu uliotupa kwa siku ya leo. Nafikiri mashabiki zako wengi watakuwa wameshatambua aina ya muziki unaofanya, issue zako na nini, na muziki wako umekaaje. Nafikiri watapenda jinsi unavyozidi kutoa kazi zako, kadri unavyozidi kuendelea kutoa kazi zako. Lakini
kabla tujafunga kipindi hichi, ningependa angalau waambie mashabiki zako kwamba kazi zako wanaweza kuzipata vipi? Mashabiki zangu nachoweza kuwaomba na sio kuwaambia, nawaomba kwa sababu bila wao mimi sio chochote. Nyimbo zangu zinapatikana social media karibia zote, ila sana support yao kubwa naiomba YouTube. Usiache kusubscribe pale, kushare, kucomment, kulike. Jina ni Tini Mwamba. Nafikiri hii ni support kubwa sana, usiache hilo, kwa sababu hilo ndio jambo la msingi ambalo linaweza kunifikisha sehemu ambayo natamani kufika. Kwa ni ombi langu kwao. Nafikiri tumesikia maoni na ushauri aliyotoa Tini Mwamba hapa, yeye kama msanii wa mwimbaji wa muziki, na ametoa vitu vingi na amesema vitu vingi sana kuhusu uigizaji na muziki na vitu kama hivyo na uhalisia wa maisha yake. Tungependa tu yani watu kiujumla wamsapoti, wampe heshima yeye kama msanii na waelewe kile anachokifanya kwamba anakimaanisha kutoka moyoni, na sio kwamba anaimba tu ili mradi ile mtu, unajua kuna ile kuimba umeimba tu imepotezea jukwaa, lakini kiujumla ni mtu ambaye anahitaji support ya wasanii wenzake na hata watu ambao wamfahamu na raia kiujumla. Asante sana Tini Mwamba kwa muda wako na wakati wako. Nafikiri mashabiki zako watazidi kupenda kazi zako na zidi kuzifanya kila siku, na wakati unapotoa nyimbo zako na vitu kama hivyo watu watakupa big up sana. Nashukuru pia. Lakini pia watazamaji na wapenzi wa Matadi TV Online tunawashukuru sana, lakini leo tumekutana na Tini Mwamba hapa. Nafikiri mmeshasikia mambo mengi kumhusu yeye, kazi zake na vitu kama hivyo. Tungependa at least muende mkamsupport, mpe big up sana. Ni mtu ambaye anapambana sana katika kazi zake na vitu kama hivyo. Nawashukuru sana.